Shalom. Natumaini umeangalia hadithi ya Yona. Kama bado, rudi uangalie kwanza kabla ya kuja kwenye mafunzo haya. Haya ndiyo mafunzo tunayopaswa kujifunza kutoka kwenye hadithi ya Yona. Funzo la kwanza: kumkimbia Mungu hakusaidii, kuna kuchelewesha tu kufika pale Mungu anapotaka uwe. Huwezi kumkimbia Mungu. Daudi alisema kwenye Zaburi 139:7-8, niende wapi nijifiche na roho wako? Nikipanda mbinguni huko, nikifanya makao yangu kuzimu, hata huko huko. Mungu yuko kila mahali, huwezi kumkimbia. Jiulize, ushawahi kuona tawi la mti likikimbia shina la mti? Vipi litadumu? Hivyo ndivyo ilivyo. Huwezi kujitenga na source, na chanzo chako cha uhai na kila kitu. Wewe tii tu. Funzo la pili: kutii kwa kuchelewa ni sawa na kutokutii. Mungu fanya mara moja, hata kama huelewi. Kujizungusha ni kujichelewesha wewe mwenyewe. Mtii Mungu anaposema, sio pale unapoona wewe kuwa sasa hili naweza kutii. Hapana, usichague cha kutii kwa Mungu, utaumia wewe. Funzo la tatu: rehema za Mungu ni mpya kila siku kwa kila mtu. Usiwe kama Yona. Hakutaka Mungu awasamehe watu wa Ninawi kwa sababu tu yeye hakutaka. Kumbuka, Mungu ni wa rehema kwetu sote, tusiombeane mabaya. Na wewe unapokosea, geuka na utubu, kama ilivyoandikwa kwenye Matendo 3:19. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe. Na hata kwenye Isaya 1:18 amesema, njoo tusemezane, hata kama dhambi zako ni nyekundu, njoo. Funzo la 4: kusudi la Mungu ni kubwa kuliko matamanio yako. Kumbuka, haujaitwa kuishi vile utakavyo wewe. Umewekwa duniani ili kuishi kwa kusudi la Mungu. Kama huamini, basi soma Mathayo 6:10. Si huwa unasali, mapenzi yako yatimizwe duniani kama mbinguni? Au hukujua unasali kitu gani? Na kama hujui kusudi lako, muulize Mungu. Sasa nikuulize swali, rafiki yangu. Je, umekuwa ukimkimbia Mungu na umekwama? Je, umekuwa ukijizungusha sana kutii maagizo? Kumbuka rafiki, hii si hadithi ya Yona tu. Hii inatuhusu wote. Tumia hadithi hii kama wake up call na ufanye likupasalo kutenda.